Amen. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe wale walio huko mbali. Amen. Wale walio saidi ile nyingine Bwana asifiwe. Amen. Wanaume pale Bwana asifiwe. Amen. Kando ya barabara Bwana asifiwe. Amen. Ninataka tutanena kwa kifupi ukiwa umesimama hapo hapo. Bwana asifiwe. Amen. Tukiwa ni msimu wa Pasaka, ninataka ninene kwa kifupi. Ninataka nikuletee neno la Mungu tukaweza kubarikiwa na tuombe tuende nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Najua umekuja na moyo ulio tayari. Najua umekuja na moyo ulio wazi kwa Mungu tukaweza kubarikiwa. Kwa sababu hiyo, kaa hapo hapo tunapoenda kubarikiwa na Mungu, tunapoenda kulisoma neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu kama mlivyosikia, naitwa Sylvia Timothy na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amekuwa mwaminifu katika maisha yangu na leo ninasimama hapa kutangaza Yesu wa msalaba. Bwana asifiwe. Amen. Yesu aliyesulubiwa msalabani kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka tutasoma kifungu kimoja katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mstari wa Wakorintho wa kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza mstari wa 18, na inasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, mbali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka tuongee kuhusu nguvu za msalaba. Bwana asifiwe. Amen. Na tuko katika msimu wa sherehe, msimu wa Easter. Sote tumekuja hapa na tunasema tuko holiday. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sisi tukasema tutachukua muda wetu ili tuje tukuambie kuhusu Yesu aliyesulubiwa msalabani. Amen. Na ninataka nikuambie kuhusu nguvu za msalaba. Amen. Ninataka nikuambie nini kilichofanyika msalabani. Amen. Yesu alivyosulubiwa msalabani. Ni nguvu gani mpendwa unazozipata? Amen. Unapata faida gani wakati tunasema Yesu wa msalaba? Yes. Na msalaba una muhimu mkubwa kwetu mchana jioni ya leo. Amen. Kwa sababu kama Yesu hangetundikwa pale, Amen. kwa sababu kama hangeteswa vile alivyoteswa, Yes. kwa sababu kama hangekufa pale, Amen. na siku ya tatu akafufuka, Oh, yes. sisi leo hatungekuwa jinsi tulivyo. Amen. Ndio maana tumekupenda wewe mpendwa. Amen. Tukakuja tukukutangazie habari ya Yesu. Yes. Na kila siku tunapotembea, Yes. huwa ninakuona umebeba msalaba. Yes. Labda umevaa shingoni. Amen. Ama wakati mwingine umevaa kama kipuli. Amen. Hata kanisa unayoienda, Yes. hapo nje ukiangalia, Oh, yes. wakati mwingine kumetundikwa msalaba. Oh, yes. Hata kanisa labda unapoliabudu, Amen. hapo mbele kumetundikwa msalaba. Oh, yes. Napenda niuite msalaba mtupu. Napenda niuite msalaba mtupu. Yeah. Ninauita msalaba mtupu kwa nini? Oh, yes. Kwa sababu Yesu wetu alikufa, Yeah. na siku ya tatu alifufuka. Oh, yes. Kumaanisha hayuko kaburini tena. Yeah. Na tumekuja kukutangazia Yesu Yeah. ambaye hayuko kaburini tena. Yes. Yesu hayuko kaburini. Amen. Ameketi kiti cha enzi Amen. karibu na Baba yake. Amen. Anatuombea sisi. Amen. Ndiposa ametutuma kwako Yes. mchana wa leo, Yes. ili tukuambie kumuhusu huyu Yesu. Yes. Anayekupenda, Amen. anayekujali mzee, Yes. anayekujali kijana. Yes. Nataka nikuoneshe msalaba. Yes. Alitundikwa Yesu. Yes. Alivyotundikwa, Yes. akaagikwa msalabani, Yes. mikono na miguu, Yes. akaiweka msalabani. Amen. Akavalishwa taji la miba. Oh, yes. Lakini alivyotundikwa msalabani, Yes. kuna alama ilikuwa imesimama hivi. Ni alama ya mikono. Ninataka nikuambie, tunapoangalia msalaba huu, tuutumie kama msalaba wetu wa leo. Ndio. Tunapomwangalia ndugu huyu, kuna hii mikono imepita across. Oh, yes. Inamaanisha kule kutolewa kwa dhambi zetu. Tunasikizana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Asante ndugu kwa sababu ya kuwa msalaba wangu wa leo. Amen. Anapokuwa hapo, Amen. alipotundikwa pale msalabani, Eh. ilionyesha dhambi zetu. Yes. Alibeba dhambi zetu. Eh. Akabeba
uchungu wetu. Yes. Akabeba mahangaiko yetu. Yes. Yesu alivyokuwa anashuka, Amen. alivyokuwa anatumwa ulimwenguni, Amen. baba yake aliona mahangaiko yetu. Yes. Aliona kuteseka kwetu. Amen. Aliona shida zetu. Yes. Yes. Akaona kila wakati tunapoendelea kujisaidia. Amen. Kwa sababu mwanadamu asili yake ni hali ya kupungukiwa. Mwanadamu asili yake ni hali ya kukaa katika hali ya kupungukiwa. Amen. Hali ya minus kila wakati. Amen. Wakati anapojaribu kujisaidia, huwa anaendelea kuminus. Wakati anaendelea kujisaidia, kwa sababu ya hali yetu ya upungufu, huwa tunaendelea kupungukiwa. Kristo alivyoona hivyo, akatufilia. Yes. Akaja kwa ajili yetu. Yes. Mzee mmoja akaulizwa, alikuwa anabugia pombe. Akaulizwa, kwa nini mzee unakunywa pombe? Akasema, nataka kusahau shida zangu. Nataka kusahau mambo ambayo nayakutana naye nyumbani. Akasema, nataka kumsahau mke wangu. Kwa sababu mke wangu kule nyumbani amekuwa mkorofi. Mzee akawa anatafuta furaha ya maisha yake. Akawa anaenda kule anabugia mnazi. Siku ingine anapiga pafu 2. Anarudi nyumbani. Lakini alivyokuwa akirudi kila siku, kwa sababu yeye alikuwa anajifurahisha, alikuwa anatafuta kujipa amani, alikuwa anatafuta kujipa tumaini ambayo hawezi kujipa peke yake. Alipokuwa akifika mlangoni, anabisha, bibi yake anamfungulia. Lakini alikuwa ni mlevi sana. Na wakati mwingine amevuta ile, huwa tunajua imefika hapa. Alipokuwa akifungulia bibi yake, alikuwa anakunywa ili asimuone. Lakini anapofunguliwa mlango, anakuta wako wawili. Yule. Anaona wanatoka wawili. Mzee anarudi, analala kwa barabara. Kwa sababu hakupata furaha. Alikuwa anajaribu kujitafutia furaha. Lakini kule alikuwa anaenda kutafuta furaha. Badala apate furaha, alikuwa anapata machozi zaidi. Pendwa, mchana wa leo, pendwa, jioni ya leo, ninataka nikuambie, furaha ya kweli hauwezi kuipata. Amani ya kweli hauwezi kuipata. Hata ukienda huko utakakoenda, uende ufanye yale utakayoyafanya, lakini furaha ya kweli hautaipata. Ninamjua mmoja ambaye anaweza kukupa furaha. Ninamjua mmoja ambaye anaweza kukupa nguvu mpya. Ninajua mmoja anaweza kukubadilishia hata huyo mke ambaye anakupa shida. Ninajua mmoja ambaye anaweza kubadilishia kazi yako. Anaitwa mwanaume Yesu. Alishinda kifo na kaburi. Alifufuka siku ya 3. Alishinda kifo na kaburi. Pendo wa jioni ya leo, Yesu wetu anaweza kukusuluhishia haya mambo ambayo yanakusumbua. Wakati unapokimbia na kuangalia mambo yanayokusumbua, pendo wa jioni ya leo, Yesu anaweza kutatua. Wakati mmoja mhubiri akaenda katika kuhubiri. Katika uwanja mmoja kukawa mama mmoja ambaye alikuwa ni mlevi sana. Na ashazu akamwambia, huyu mama ni mama mkubwa sana serikalini. Lakini alikuwa ameharibiwa na pombe. Alikuwa amepoteza familia yake. Familia yake ilikuwa imemkimbia. Kazi yake ilikuwa imeisha. Mhubiri yule akamwombea. Akamwekelea mkono kwa imani. Lakini japokuwa alikuwa ni mlevi, akaenda nyumbani kwa mhubiri akijua ameomba. Na baada ya muda mrefu akarudi katika ule mtaa. Aliporudi akaona mama moja anamwendea. Akamwambia, mhubiri, unanikumbuka? Mama akamwambia, mzee akamwambia, sikukumbuki. Mama akalia sana. Akamwambia, mimi ni yule mama uliyeniombea
usiku ule nilivyokuwa nimeharibikiwa, nilivyokuwa nimeishiwa, sura ilikuwa imeharibika. Mhubiri yule akakumbuka. Sura ilikuwa imeharibika. Alikuwa ameishiwa. Tabia ya shetani ni moja. Wakati tunaenda kwake, anatudanganya kidogo kidogo. Anatufurahisha na vidogo vidogo. Lakini baada ya muda, anaanza kuharibu hata na sura zetu. Anatufanya tunuke vibaya tulivyoambiwa jana. Anafanya nguo zetu ziraruke na ziwe chafu. Anafanya tuzeeke na tungali vijana. Walikutana na yule mama wakati wa kuharibikiwa kwake. Kwa Yesu kuna raha jamani. Kwa Yesu kunaweza kubadilisha hiyo hali yako. Mzee unaweza kuwa umezeeka, lakini si uzee wa miaka, si uzee wa shetani kukuharibu. Mama unaweza kuwa uko katika hali uliyoko, lakini si kwa sababu ya miaka. Ni shetani amekugandamiza. Pendwa, jioni ya leo nataka nikuambie katika kitabu cha Yohana 10:10 inasema ya kwamba kazi ya shetani ni kuja kuharibu, kuua na kuharibu kabisa. Lakini Mungu wetu kazi yake anakuokoa, anakupa uzima tele. Anakupa uzima, anakuregeshea tumaini, anakutoa katika hali uliyoko. Jana wa leo mpendwa, umeharibiwa na shetani. Amekuharibu sura, amekuua ndani yako. Pengine unapambana na magonjwa kwa sababu amekuharibu. Amekuvunjavunjia ndoa, amekuvunjia biashara, ameharibu watoto wako. Kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua kabisa. Lakini Kristo wetu tunayemhubiri mchana wa leo, kazi yake ni kutengeneza. Bahali shetani alipoharibu, bahali shetani alipoharibu kabisa. Inaweza kuwa ukitembea mji huu wa Moi, wanasema yule ni mwizi mbaya, usimruhusu aje kwako. Labda wamama wakikuona wanasema yule ni mwizi mbaya wa mabwana, hata wakuruhusu utembee na wao. Labda ukiingia kwa chama wanakufukuza. Mzee, labda ukienda kula nyama wanaondoka, kwa sababu hali yako imeharibika. Lakini tumekuja kukutangazia Yesu ambaye anaweza kubadilisha hali hiyo. Usituone jinsi tulivyo. Siku moja tulikuwa hivyo ulivyo. Hali ya kuharibikiwa, hali ya kushindwa, hali ya kulia kila siku. Furaha haikupatikana. Tulikuwa tunanungunika. Tulikuwa tumefika hapa pa kukimbiwa na watu. Lakini Yesu aingia katika maisha yetu. Tulivyokutana na huyu Yesu, huyu mwanaume tunayemuita Yesu, yeye ni jambazi. Anaweza kubadilisha hali hiyo. Haogopi kama wewe ni jambazi wa Moi. Haogopi kama wewe unakanyanga Moi kuna tetemeka. Anaweza kubadilisha hali hiyo. Anaweza kukutengeneza. Anaweza kukubadilisha. Kijana uliye hapa nisikie. Labda unasema mimi nimevuta bangi sana. Nikikuletea hawa wazee, wakati walikuwa vijana, walikuwa wamevuta kabisa. Walikuwa wamekunywa pombe. Huyu mzee unayemuona, labda hata rasta nizilea. Labda hata alikuwa amekunywa kukushinda. Wakati Malindi iliitwa Malindi, alikuwa anafanya mbaya kukushinda. Lakini unapomuona amezeeka, ni mzee wa miaka, lakini kwa sababu ya Yesu amemfanya jinsi alivyo. Anaweza kuruka, anaweza kufurahia. Jina la Bwana lipewe sifa. Jana wa Yesu. Kwa hivyo hauna sababu ya kusema mimi nimeharibiwa. Ndio tunajua shetani amekuharibu. Ndio tunajua shetani amekuiba. Ndio tunajua amechafua jina yako Moi.
Lakini tunataka hapa Moi. Amen. Ubadilishiwe jina hapa Moi. Ili watakapokuona hapa Moi, waseme huyu ndiye yule tuliyemuona akiwa mbaya. Lakini baada ya kumpokea Yesu, badilishiwa hali yake. Amen. Turudi hapo kwa msalaba. Amen. Wakati Mungu wetu alikuwa juu mbinguni, akaona jinsi ambavyo tunateseka, jinsi ambavyo tunakula shida huku duniani, tunavyotafuta vitu vya kutufurahisha, tunavyotafuta vitu vya kutupa amani, tulivyoenda kwa waganga kuangaliliwa kwa kioo, tulivyoenda kwa mama kuomba ushauri, alivyoona jinsi tunavyong'eng'ana, akamtuma Yesu Kristo. Alikuwa ni mwana wake wa pekee. Akaja duniani kama mwanadamu. Akaishi duniani. Akaishi duniani. Siku moja akateswa. Akatukanwa. Akapigwa mijeredi. Akabebeshwa msalaba. Na siku moja ya siku, alipokuwa anatembea na msalaba, wakamsulubisha pale Golgotha. Wakamuita huyu ndiye mfalme wa Yahudi. Wakamtundika taji ya miba. Wakamdhihaki sana. Wakamtukana. Wakamjeruhi. Lakini mchana peupe, akakata roho. Kasema yote yamekwisha. Yote yamekwisha. Dhihaka zetu zimekwisha. Kutukana kwetu kumekwisha. Aibu yetu imekwisha. Kulia kwetu kumekwisha. Mahangaiko yetu yamekwisha. Hatuna haja ya kulia tena. Hatuna haja ya kulia tena. Hatuna haja ya kutukanwa tena. Hakuna haja ya kwenda kwa mganga tena. Muujiza ulitendeka Kalvari. Muujiza ulitendeka Kalvari. Yesu wetu alipoangikwa msalabani, akateswa kwa ajili yako mpendwa. Akatukanwa kwa ajili yako. Akadhihakiwa kwa ajili yako. Ili leo wewe usidhihakiwe. Ili wewe leo usichekwe. Ninataka nikuambie, mpendwa, usikae na hali ya kulialia, hali ya kukosa furaha, hali ya kukosa tumaini, hali ya kukaa ukinungunika. Kristo alivyoapishwa msalabani, alisema yote yamekwisha. Huzuni zetu zimekwisha. Hatufai kuwa kama yule mzee aliyekuwa anaenda nyumbani na kuona bibi yake na kutoroka. Nyumbani kwetu tunafaa tulale tupate usingizi. Nyumbani kwetu tunafaa tuishi na watoto wetu kwa amani. Tunakutangazia Yesu jioni ya leo. Amekuja kwako leo hapa Moi. Kijana, Yesu amekuja kwako hapa Moi. Mama, Yesu amekuja kwako leo. Hauna sababu ya kulia tena. Hauna sababu ya kulia tena. Hakuhangaishwa na magonjwa. Yesu alivyosulubishwa msalabani, alisema yote yamekwisha. Magonjwa yetu yamekwisha. Kuteswa na mapepo kumekwisha. Huzuni zetu zimekwisha. Wewe uliyekuja katika mkutano ukiwa na magonjwa siku ya leo, usirudi katika hali hiyo. Kwa sababu Yesu anaweza kukuponya. Nguvu zake ni dhahiri mchana wa leo. Sisi tumemuona Yesu. Sisi tumemuona akiwa mwaminifu. Lakini hata kuja kwako na kukulazimishia. Yesu hakuja duniani kama askari. Hakuja na uniform kukamate. Ni lazima ukate shauri ya kutoogopa marafiki, ya kutoogopa wale watu mnatembea na wao. Useme mimi nimechoka na hali ya kuangamia, na hali ya machozi. Nimechoka na hali ya kulia. Nimechoka na kung'eng'ana. Nimechoka
Yes. na kushindwa. Ninaenda kwa Yesu leo. Niwekwe huru. Wewe mama unasema siwezi lala usiku. Amua leo. Sema umechoka na hali unayopitia. Amua leo. Kimbie kwa Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumekuletea Yesu aliyekufa na akafufuka. Unaweza kuwa umeambiwa kuhusu miungu mingine ambayo labda huwa inapanguzwa. Labda wakati mwingine huwa inalala. Wakati mwingine labda huwa hata inasahau kama inafaa kukusaidia. Lakini tumekuletea Yesu ambaye halali wala hasinzii. Yesu ambaye hachoki. Yesu ambaye anatujua. Hata nywele zetu anajua hesabu yake. Anakujua kile unachokipitia. Ndiposa ametutuma hapa Moi tukutangazie kuhusu huyu Yesu. Pendo, una nafasi jioni ya leo. Una nafasi ya kuliitia jina la Bwana. Una nafasi ya kukimbia kwake. Una nafasi ya kuja kwake. Kijana mmoja akawa anasoma na alivyokuwa anasoma akawa hapendi kusoma. Lakini akawa kuna somo moja analichukia. Somo lililokuwa linaitwa Kiingereza. Siku moja mwalimu akasema wanafanya dictation. Na mtoto akatoa kitabu. Na alivyokuwa anatoa kitabu alijua yeye hajui English. Kwa hivyo yeye hata mwalimu akitoa dictation yeye ataanguka. Na yule mwalimu akafanya dictation. Yule kijana akaandika kweli kila neno lililosemwa. Na makaratasi yakaenda kwa ofisi. Alivyorudi vile vitabu yule mtoto akapatikana ameanguka kila kitu. Kwa hivyo kitabu chake kilikuwa kimewekwa marong. Akawa anatembea kwenda nyumbani. Akakumbuka ya kwamba kwa kitabu nimebeba kitabu iliyo imejaa marong ya red. Na kila alivyokaribia kwao alisikia bagi yake inakuwa mzito. Unajua alikuwa anasikia mzito kwa nini? Anakumbuka nimebeba kitabu iliyojaa marong kabisa. Na alivyokaribia nyumbani akaona marong yatanimaliza haya. Nikienda mama atanipiga. Kijana akafanya shauri. Hiki kitabu niko na pesa ninaweza nunua. Akakitupa. Akanunua ingine akaweka kwa mfuko. Akaendelea na maisha. Wewe una maisha moja ya kuishi. Yule kijana anaweza kuwa alibadilisha kitabu yake. Kwa sababu kitabu anaweza nunua kingine na kingine. Lakini maisha yako unapokubali shetani aendelee kuchafua. Ataendelea kukubebesha mizigo mizito kama yule kijana. Ataendelea kukudhihaki kila siku unapoendelea na maisha yako. Usikubali shetani akubebeshe mizigo mizito. Yule kijana aliweza kutupa kitabu. Lakini wewe una maisha moja. Kwa hivyo ukisema utupe ni kumaanisha tutakuweka 6 feet under. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe mtoto, wewe mzee, wewe mama, wewe kijana, usikubali shetani akubebeshe mizigo. Usikubali shetani akubebeshe mizigo. Una nafasi ya kukata shauri. Una nafasi ya kukata shauri. Una nafasi ya kuja kwa Yesu. Hata kulazimishia kama tulivyosema. Taka mtu atakayefanya shauri. Mtu atakayeamua ya kwamba mimi nimeteswa. Ya kwamba mimi niko na nafasi. Nimeteswa na shetani. Amenifanyia mambo mabaya. Mama, unaweza kuwa unaona jinsi maisha yalivyo. Tunapoendelea kuongea hivi, naomba ukaendelee kuangalia moyo wako. Ukaendelee kujisikiza. Ukaendelee kumwambia Kristo, ni mimi leo umetumana kwangu. Ni mimi leo umetumana kwangu. Ni mimi leo umetumana kwangu. Usingoje giza. Huenda tusikae hapa mpaka usiku. Huenda tusikae hapa mpaka usiku. Kwa hivyo usiogope.
yes. Leo nimesema ninahubiri na mifano. Amen. Labda nikihubiri na mifano utaweza kusikia kwa haraka. Kabisa. Kwa hivyo niko na mifano mingi sana leo. Amen. Na ninapoendelea kukupa hiyo mifano, Amen. endelea kutayarisha moyo wako mpendwa. Amen. Endelea kumwambia Kristo, mimi ndiye uliyenifilia msalabani. Amen. Mimi ndiye ulidhihakiwa ili niwe hivi nilivyo leo. Mimi ndiye uliyekufa kwa ajili yangu. Amen. Mimi ndiye uliyeagikwa kwa ajili yangu. Taji ya miiba ulivishwa kwa ajili yangu. Amen. Kuna kitu tunaita parachute. Amen. Parachute huwabeba watu wale wanatoka juu ya ndege. Na wanapokuwa juu ya ndege, huwa wanaambiwa waruke wale askari wetu. Na akifika katikati anafaa avute kamba. Na sasa askari wawili siku moja wakaruka. Na walivyoruka, mmoja akasema mimi niko sawa, niko na parachute. Na akaendelea kuruka na akaendelea na safari. Lakini kadri ya vile alikuwa anashuka, alikuwa anasema mimi niko na parachute, kwa hivyo siwezi kuanguka nikaumia. Na akaendelea kushuka akiwa na parachute lakini hajavuta kamba. Na alivyokaribia chini akasema mimi sitaumia kwa sababu niko na parachute. Na alivyofika chini, kwa sababu alikuwa hajavuta kamba, akaanguka chini na akafa. Askari wa pili alivyoona kamba, alivyorushwa, alivyoruka, akasema mimi ni kweli ninaruka na niko na ile parachute, lakini nitavuta kamba ili niweze kufika vizuri. Amen. Na alivyokuwa ameruka akafika katikati, akavuta kamba yake. Amen. Akavuta kamba ya parachute. Amen. Kwa hivyo kile kitu kilifanyika. Amen. Yule mwavuli wa parachute ulifunguka. Amen. Na ukambeba hewani. Amen. Akakuja akielea. Akakuja akielea vizuri. Upepo ukamsukuma. Pole pole. Kabisa. Pole pole. Mpaka akafika chini. Amen. Mpendo, tumekuja kukutangazia parachute ambayo inaweza kukubeba. Amen. Katika haya maisha tunayoyapitia. Amen. Tulikuambia kwamba mwanadamu ni mtu aliye mdhaifu. Amen. Mtu aliyejawa na shida nyingi. Amen. Kwa hivyo kama hautakuwa umejiweka na kufungua kamba. Amen. ambayo kamba ni kumpokea Kristo. Yes. Wakati mawimbi yatakapokuja. Yes. Wakati upepo na dhoruba zitakapokuja. Amen. Kwa sababu wewe hautakuwa ndani ya Kristo. Amen. Utaanguka na utaumia. Kabisa. Kwa hivyo mpendwa, jioni ya leo yes. tunakuamuru ukate ushauri. Amen. Ukate ushauri wa kuja kwa Yesu. Amen. Aliyekufilia msalabani. Amen. Yes. Aliyekuja, aliyetutuma hapa leo. Amen. Tukutangazia anaweza. Yes. Nisikize kijana. Amen. Nisikize mzee. Amen. Ninapoenda kumaliza. Amen. Nataka nikuambie hivi. Huenda kwao unasema siku si leo. Amen. Unakuwa unasema siku si leo. Amen. Lakini Biblia inasema hakuna ajuaye siku wala saa. Amen. Biblia inasema hakuna ajuaye siku wala saa. Kabisa. Kwa hivyo unaweza ondoka hapa. Amen. Na Kristo akarudi. Amen. Ama siku yako ya kwenda ikafika. Amen. Na utaenda ukiwa mtu mwenye dhambi. Amen. Utaenda mtu ambaye hajaokoka. Amen. Kwa hivyo ni muhimu ukate shauri. Amen. Ni muhimu uje kwa Yesu. Amen. Akufanyie maisha mapya. Akubadilishie hali yako. Akutengezee maisha yako. Amen. Kristo ametutuma. Amen. Na hatukukosa mambo ya kufanya. Amen. Lakini Kristo ametuhimiza tuje kwako. Yes. Wewe mkaaji wa Moi. Amen. Hata kama wewe si wa Moi, umekuja kutembea. Amen. Unaweza sema tunataja Moi sana. Amen. Lakini tunataka tukuambie Amen. Kristo anakupenda. Yes. Tunapoendelea hivi, ninataka tuombe na wewe jioni ya leo. Amen. Ninataka tuombe na wewe jioni ya leo. Wewe uliye na shida. Amen. Wewe uliye na ugonjwa wowote. Wewe uliye unapungukiwa. Wewe umekuja na hitaji. Wewe ambaye unataka kuokoka. Ninataka tuje kwa Yesu jioni ya leo. Tumwambie Kristo tumekuja kwako. Umesema wewe unaweza kutuokoa. Umesema unaweza kutubadilishia hali. Umesema unaweza kutubariki. Unaweza kutuinua katika hali zetu. Tunakuja kwa huyu Yesu. Ninapoongea hivyo, ninataka tusimame kwa miguu yetu. Ninataka tusonge kwa Yesu. Ninataka tusongee hapa karibu. Ninataka tusongee
naye hapa karibu. Tuje kwa Yesu Kristo. Ninapomkaribisha kasisi wetu, anapotuendelezea, ninajua ya kwamba wewe umekuja na hitaji lako jioni ya leo. Ninajua ya kwamba umekuja ukiwa na jambo ambalo linakusumbua. Ni nafasi yako ya kuja kwa Yesu. Ni nafasi yako ya kumwambia Mungu, nisaidie katika hali hii, katika mambo haya ninayoyapitia. Ninajua wewe ni mwaminifu. Ninajua wewe ni mwenye nguvu. Ninajua wewe unaweza kunisaidia. Kristo Yesu anakuita. Kristo Yesu anakuita aweze kukusaidia.